Tanzania ilipata kuwa na daktari bingwa wa mifupa na mishipa ya fahamu. Jina lake ni Philemon Michael Sarungi. Taifa lilimsomesha kuanzia Tanzania hadi nje ya nchi katika vyuo vikuu mbalimbali duniani. Mfano wa vyuo hivyo: chuo kikuu cha Sigidi Hungary, chuo kikuu cha tiba Vienna, Australia, hadi chuo kikuu cha Shanghai nchini Uchina. Na matokeo yake, Sarungi akawa bonge la profesa. Taifa likamtuma Profesa Sarungi akawa mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, na baadaye alikuwa mbunge wa jimbo la Rorya na waziri wa elimu, vile waziri wa ulinzi. Rekodi ya Sarungi na utumishi wake uliotukuka inatibuliwa na uzao wake mwenyewe, ama kwa kushindwa malezi au kwa bahati mbaya ya kupata mtoto aina ya wale wasiosikia la muadhini wala la mnadi sala. Matokeo yake, ukoo wa Sarungi umekuwa janga kwa taifa. Maria Sarungi ni binti wa bahati mbaya kwa maisha yake ya tamaa na kuendekeza fedha kuliko utu. Ndiyo sababu ya Maria Sarungi kuwa mwanamke haramia, msaliti wa nchi. Hakika mtoto huyu wa Profesa Sarungi ni mamluki. Ni muongo wa kwanza wa miaka 2000, Maria alianza kujitafuta kimaisha kwa msaada wa baba yake. Akaanzisha kampuni ya Compass Communication na kazi yake ilikuwa ni kuandaa mashindano ya urembo ya Miss Universe. Kisha akaingia CCM, akafanya majaribio ya kuwania ubunge bila mafanikio. Na alivyo na bahati mbaya, kila alipojaribu, wananchi hawakumtaka Maria Sarungi kuwa mbunge wao. Bunge maalumu la katiba mwaka 2014, Maria alipata bahati, akateuliwa kuwa mjumbe katika bunge hilo. Wanaharakati na wapinzani karibu wote walijiengua. Maria hakuona haya. Kwa kuona angekosa posho ya shilingi 400 kwa siku, hakutoka na alibaki bungeni. Maria anapenda sana fedha, hasa zile ambazo anazipata bila kuvuja jasho, na walio karibu naye wanasema Maria ni mpenda dezo. Uchaguzi mkuu mwaka 2015, Maria Sarungi alikuwa kama ndumila kumwili. Waswahili husema mtaka nyingi na saba hupata mingi misiba. Maria alikuwa ni CCM, lakini aligandana na Zitto Kabwe ambaye alikuwa ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Hii ni kwa sababu alipata ahadi ya ubunge wa viti maalumu ACT Wazalendo kutokana na tamaa zake. Wakati huo huo, alifanya kampeni za kiujanja kwa ajili ya mgombea urais wa CCM, Dr. John Magufuli. Maria aliamini kuwa kushiriki kwake kufanya kampeni za kiujanja Dr. Magufuli angemteua. Yaani alitegemea uteuzi kutoka kote, CCM na ACT Wazalendo. Na Dr. Rais Magufuli alivyokuwa hodari, alimshitukia na hakumteua Maria Sarungi. Na kule ACT Wazalendo walikosa sifa ya kuteua wabunge wa viti maalumu, na Maria Sarungi akabakia bila. Na ndiyo hapo sasa alipovianza visa vya kumshambulia Rais Dr. John Magufuli katika mitandao, mashambulizi ambayo ya bila kuchoka. Ilipofika Machi 17 mwaka 2021, Mwenyezi Mungu alimtwaa Magufuli. Maria bila aibu alifanya sherehe, alishangilia hasa Rais Magufuli kufariki dunia. Kipindi Maria Sarungi anashangilia kifo cha Rais Dr. John Magufuli, akaanza kujipendekeza kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikula kiapo cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maria alitegemea kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan angemteua nafasi ya uongozi, lakini haikuwezekana. Naomba nikuulize swali. Nani anaweza kumteua nafasi ya uongozi binadamu ambaye anashangilia vifo vya wengine? Taifa lilikuwa na msiba mzito wa kifo cha rais wao. Maria akawa sherehani,
mwanamke katili asiyekuwa na aibu na ni mnyama kabisa. Na ndiyo hapo sasa picha likaanza upya. Maria Sarungi alianza mashambulizi dhidi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wake. Akakubali kutumiwa na mabeberu ambao wasiokuwa na nia njema na ustawi wa Tanzania. Wakamjaza fedha nyingi ili kuipaka matope serikali. Na kweli kibaraka Maria Sarungi kazi hiyo ya kulichafua taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaifanya kwa bidii kubwa. Mabeberu walimfanya Maria kuwa tajiri, na kwa utajiri waliomjaza mabeberu, Maria aliamua kuweka makazi yake rasmi Nairobi nchini Kenya. Akawa anamshambulia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali na taifa la Tanzania, huku akilindwa na Wakenya. Maria hakuishia hapo. Alitengeneza ngome ya watu hatari ambao kazi yao kila uchao wanapoamka, kazi yao ni kumshambulia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mitandao, kuikashifu serikali ya Tanzania na kuipaka matope dola adhimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dola ambayo iliasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere pamoja na Sheikh Abeid Amani Karume. Watu hao hatari ni Twaha Mwaipaya, Hilda Newton, Edgar Mwakabela almaarufu kama Sativa na wengineo wengi. Watu wote hao Maria huwalipa mishahara kila mwezi na posho kila wiki ili wafanye kazi moja tu ya kumtusi Rais Dr. Samia katika mitandao, kuibagaza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwachonganisha Watanzania na viongozi wao. Watu hao hatari ambao Maria Sarungi aliwasafirisha na kuwapa makazi Nairobi nchini Kenya ni Hilda, ni Mwaipaya, ni Sativa na wengine wengi ambao wako mstari wa mbele kumshambulia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mitandao. Wanaishi bure Nairobi nchini Kenya kwa ufadhili wa Maria Sarungi, na kila mwezi wanalipwa mishahara minono kwa kazi ya kumtusi Rais Dr. Samia katika mitandao. Maria anatamani kuiona dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafutika, na Mwenyezi Mungu hawezi kumtimizia hayo matamanio. Hii ni kwa sababu Tanzania ni taifa la watu wema na wacha Mungu, na Mungu hawezi kukubali watu wabaya aina ya Maria Sarungi wafanikishe azma yao ya uovu. Kuelekea Oktoba 29 mwaka 2025, siku ambayo Watanzania walishiriki uchaguzi mkuu kupata rais, wabunge na madiwani, Maria alitumia mitandao yake ya kijamii na vibaraka wake na watu wengine maarufu ambao walilipwa kuhamasisha vurugu katika mitandao. Muda wote Maria alikuwa mitandaoni. Na swali najiuliza, ni mwanamke gani wa Kitanzania anayeweza kukaa mitandaoni masaa 24? Kila anapoamka hawezi kuoga wala kusafisha japo kinywa chake. Maria anakimbilia katika mitandao. Uchafu gani huu? Uraibu gani huu wa mitandao? Shida yake ni Tanzania iharibikiwe. Jitihada za Maria Sarungi za kuichafua Tanzania zinafanikiwa kwa vijana wachache wenye kufata mikumbo katika mitandao, kuvamia mali za umma na za watu binafsi, kuharibu, kuiba na kuchoma moto. Ama kweli heshima ya nchi ya Tanzania ikachafuliwa. Ni uhalifu mkubwa uliofanywa Oktoba 29 mwaka 2025 kwa uchochezi wa Maria Sarungi na vibaraka wake katika mitandao. Maria akaona raha sana, kisha akapanda ndege kutoka Nairobi nchini Kenya, na sasa yupo nchini Sweden anakula maisha kwa jeuri ya fedha za wazungu. Maria baada ya kuhakikisha Tanzania imeharibikiwa, sasa ameona Kenya ni karibu na Tanzania na anaweza kukamatwa. Hivyo ameamua kukimbilia Ulaya kabisa. Akiwa huko Ulaya, Maria Sarungi bado anaendeleza mashambulizi dhidi ya Tanzania. Naomba Watanzania waelewe kuwa hata kwenye jamii ya malaika alipatikana aliyeasi, na jina lake ni Ibilisi. Oh, ndiyo, Ibilisi ndiyo shetani. Maria ni shetani ndani ya nyumba ya mtu mwema, Profesa Sarungi. Masikitiko makubwa. Machi 5, 2025, Profesa Sarungi alifariki dunia. Maria akiwa Nairobi nchini Kenya hakufika msibani. Na kumbe Profesa Sarungi kabla ya kifo chake alimlaani Maria Sarungi kwa tabia zake za usaliti kwa nchi yake na ukibaraka wake
anaotumiwa na wazungu kupewa fedha ili aharibu sifa nzuri ya Tanzania. Profesa Sarungi aliacha wosia kuwa wakati wowote baada ya kifo chake, Maria Sarungi asitambuliwe kama mtoto wake. Naomba nikuulize swali. Mtu mwenye laana ya baba yake mzazi anaweza kuwa mzima? Mungu akuhifadhi Profesa Sarungi, na pole sana. Kweli kuzaa sio kupata, na Maria ni mtoto hasara. Maria anastahili kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, ajibu tuhuma za uhaini, na tena anatakiwa kuburuzwa mahakamani, ajibu uongo, uzandiki wote ambao amekuwa akiueneza dhidi ya Rais Samia, familia yake, viongozi wengi wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Ee Mwenyezi Mungu, muumba ardhi na nchi, ni wewe pekee uliyeifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawa. Tunakuomba uendelee kuilinda nchi yetu. Watu milioni 65 wanategemea utulivu wa Tanzania ili waishi kwa amani na kujenga ustawi wao wa kimaisha. Mungu iepushe Tanzania na balaa la wasaliti na wazandiki mithili ya Maria Sarungi mwenye laana ya baba yake mzazi.